Safari ya mwanadamu kuelekea mwezini ni hadithi ya ujasiri, sayansi na mashindano ya dunia. Leo tunaangazia safari ya mwanadamu kwenda angani na mpango wa sasa wa Artemis II, mpango wa binadamu kujua uumbaji wa Mungu wenye habari za kuvutia na za kusisimua. Ni mimi Hamisi Juma, mwandishi na msimuliaji wa simulizi hii. Kulikuwa na wakati ambapo anga lilikuwa zaidi ya kitu cha kuangalia usiku. Lilikuwa fumbo la anga lenye nyota zilizokuwa kama macho yanayotazama chini kimya kimya, na mwezi ulikuwa kama taa ya mbali isiyofikiwa. Mwanadamu aliishi duniani akijiuliza, je, ni nini kile? Tunaweza kufika huko juu kweli? Na je, tukifika tunaweza kukutana na nini? Lakini historia ya mwanadamu haikuwahi kuridhika na neno haiwezekani. Baada ya vita ya pili ya dunia iligawanyika katika nguvu mbili kubwa, Marekani na Umoja wa Kisovieti. Jamhuri iliunganisha nchi za Ulaya na Asia. Huu ulikuwa mwanzo wa kile kilichoitwa vita baridi, yaani Cold War. Lakini vita hii haikuwa ya mizinga na makombora tu. Ilikuwa ya teknolojia, akili na heshima ya taifa kwa mataifa mengine. Marekani ilitaka kuwa bingwa, kuonyesha uwezo wake wa kisayansi, na Soviet Union ilitaka kuwa ya kwanza kila mahali angani. Hapo ndipo mbio za anga, yaani space race, zilipozaliwa. Mnamo mwaka 1957, Umoja wa Kisovieti ilirusha satelaiti ya kwanza duniani iliyoitwa Sputnik. Dunia ilishtuka na kupigwa na butwaa. Ilikuwa mara ya kwanza kitu kilichotengenezwa na binadamu kuzunguka dunia. Marekani ilijibu kwa kuongeza kasi ya mpango wake wa anga kupitia shirika la serikali lililoitwa NASA, lililoanzishwa mwaka 1958. Kila upande ilikuwa na lengo moja lisilo rasmi, ambalo ni kufika mwezini kwanza. Mnamo mwaka 1961, tamaa ya rais wa Marekani kwa wakati huo, John Kennedy, ilimfanya atangaze jambo la kushangaza, akisema Marekani itapeleka mwanadamu mwezini kabla ya miaka 10 kuisha. Hapo ndipo mpango mkubwa wa kwanza ulipozaliwa na kupewa jina la Apollo Program. Lengo lilikuwa moja tu, kumpeleka mwanadamu mwezini na kumrudisha salama duniani. Kwa wakati huo, mpango huu ulikuwa ni wa hatari. Ulikuwa ghali, lakini ulikuwa lazima kwao ili kumtisha mpinzani wake. Mnamo mwaka 1969, baada ya majaribio kadhaa, dunia ilibaki mdomo wazi, ikishuhudia historia ya chombo cha kwanza cha Marekani kubeba wanaanga watatu, Neil Armstrong, Buzz Aldrin na Michael Collins, kuelekea mwezini. Walikuwa ndani ya misheni iitwayo Apollo 11. Armstrong na Aldrin walishuka kwenye uso wa mwezi, huku Collins akibaki juu angani, na kisha maneno yakasikika duniani kote. Kwa mara ya kwanza katika historia ya binadamu, mtu alikanyaga mwezi. Lakini baada ya tukio hilo, kulikuwa na watu waliouliza maswali. Je, kweli walifika au wamepiga kamba? Kwa nini hakuna nyota kwenye picha? Je, ilikuwa filamu ilitengenezwa? Lakini ukweli wa kisayansi ulionyesha ushahidi mwingi sana. Miamba ya mwezi iliyoletwa duniani, tafiti za kimataifa zilizothibitisha, vifaa vilivyoachwa mwezini vilivyorudisha ishara za leza, ushahidi wa nchi mbalimbali, hata wapinzani wa Marekani wakati huo. Leo jamii ya kisayansi kwa ujumla inakubali kwamba kutua mwezini kulikuwa halisi kupitia Apollo ya 11 na misheni nyingine zilizofuata. Baada ya ushahidi wa Apollo 11, safari haikuishia hapo. Marekani iliendelea uroho wake na kuandaa misheni nyingi mwezini na kuzipa mtiririko wa majina kama ifuatavyo: Apollo ya 12, Apollo ya 14, Apollo ya 15, Apollo ya 16 na hatimaye Apollo ya 17. Safari ya mwisho ilikuwa mwaka 1972. Baada ya hapo, mwanadamu hakurudi mwezini tena kwa muda mrefu.